Karibu sana ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji wa Kaya TV. Ninapenda kumshukuru Mungu kwa kuweza kutupatia tena nafasi hii ya siku ya leo. Na kwa namna ya pekee nashukuru kwa mibaraka mingi ambayo Mungu ameendelea kututendea. Na nikukaribishe tuweze kutazama mada moja ya muhimu ambayo inaweza kutusaidia na kutupeleka sehemu moja hadi nyingine. Mada hii inasema, ili Mungu aliponye taifa, mfalme na watu wake wafanye nini? Ili Mungu aliponye taifa, mfalme na watu wake wafanye nini? Kuna vitu vya muhimu ambavyo kwa kila taifa, kwa kila ufalme na kwa jamii na kwa familia, kuna mambo ya msingi sana ambayo kama kiongozi katika familia, katika nchi, katika taifa, katika ufalme fulani, ni muhimu sana kuyazingatia. Na kwa kufanya kanuni hizo za muhimu ambazo nitajaribu kuzieleza, taifa linaweza kubarikiwa na kusonga mbele kwa namna ya ajabu na likapendeza na watu na mataifa mengine yakaiga taifa hilo. Kwa hiyo tutatazama kitabu cha Mambo ya Nyakati 7 mstari wa 14. Anasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Kuna vitu vya muhimu sana vya kuangalia. Kuna pointi za muhimu sana. Ninapoeleza habari ya kisa hichi, ninataka usikilize na kuangalia kanuni hizi za muhimu sana. Nimekuwa nikiwafuatilia wafalme mbalimbali waliowahi kutawala duniani. Siwezi kuwasema wote, nitasema wachache. Alikuwepo mfalme ambaye alikuwa amefanya vitu vya pekee sana. Ni one of the greatest king, mfalme Nebukadneza ambaye alitawala Babeli. Huyu mfalme ukisoma katika Danieli 2, yeye alikuwa ni kile kichwa cha dhahabu. Lakini pia kuna mahali pengine anaitwa kama simba, anaonekana kama kichwa cha simba, vitu vya namna hiyo. Lakini mfalme huyu alifanya mambo mazuri, makubwa, lakini pia kuna mahali alikosea akajitukuza. Alijiinua kuliko yule ambaye aliyemweka pale. Lazima tuelewe katika nchi, katika jamii, katika taifa, uongozi wote unawekwa na Mungu. Kwa hiyo unaposahau, ukiwa wewe ni mfalme, ujue kwamba umewekwa pale na Mungu kwa makusudi mema, ili uweze kuongoza wale ambao Mungu amewaumba. Yani ni muhimu sana. Ikiwa wewe ni rais katika taifa ambalo unaliongoza, wewe umewekwa na Mungu na watu wanapaswa kuheshimu hiyo, lakini unapaswa kujua na kukumbuka kwamba aliyekuweka ni Mungu. Kwa hiyo ukifuata hizi kanuni, unaweza kuwa kiongozi bora sana katika jamii inayokuzunguka, katika familia, katika taifa na katika ufalme, na kukawa na baraka nyingi ambazo zinaweza zikaonekana katika taifa hilo na mataifa mengine yakaweza kuiga mfano wake. Sasa mfalme Nebukadneza alifika akasema, Bwana, mimi ndiye niliyetengeneza hii Babeli yote na bustani za kuelea na kila kitu. Akamsahau Mungu. Baadaye Mungu akaona huyu anasahau ni nani amemuumba, lakini anasahau ni nani amempa hii nafasi. Akamtoa, akamweka pembeni. Wakati akamtupa huko, akala miaka 7 anakula majani na wanyama na nini. Baadaye ufahamu ulipomrudia, akajinyenyekeza mbele za Mungu, akaandika kitabu cha Danieli 4. Na Mungu alipoona tu mtu wake amejinyenyekeza, Mungu akasikia kutoka mbinguni, akamtoa kule, akamrudisha katika kiti chake cha enzi, na tunaona mfalme Nebukadneza anamaliza vizuri sana. Lakini yuko mfalme mwingine ambaye wakati wa utawala wa Israeli, Middle East hapa, alitawala vizuri sana, mfalme Daudi. Ninampenda mfalme Daudi. Alikuwa ni mwanadamu
kama mimi na wewe. Alifanya kazi nzuri, alikuwa anampendeza Mungu, lakini kuna wakati tunajua kwamba aliua jemadari wake wa vita, akatengeneza mazingira hayo na akachukua mke wake. Lakini tunaona baadaye alipogundua kwamba mimi nimewekwa na Mungu na ndiye aliyeagiza yule nabii, ama si alikuwa ni nani, aje amweke mafuta, na aliambiwa maneno mengi sana, lakini baadaye akatenda hayo. Na kwa namna moja ni mwanadamu, alipogundua akajinyenyekeza mbele za Mungu na Mungu akamsamehe, akasonga mbele, na ni mmoja ya watu walioandika kitabu cha Zaburi 51, kitabu cha maungamo mazuri sana. Huyu ni Mfalme Daudi. Ninampenda kwa sababu alipendwa na Mungu pia. Alikuwa ni mfalme, alikuwa na rehema, alikuwa na upendo, aliyejali watu, aliyeongoza taifa la Israeli kwa kiwango cha pekee sana. Yaani sijui nikwambie namna gani. Na ndio maana tunaona hata mtoto wake Suleiman anakuja, alilelewa katika misingi hiyo, amekuja akaongoza taifa lile, lakini naye tunaona kuna mahali fulani alitetereka, akaoa wake wengi, lakini mwisho anaandika katika kitabu cha Mhubiri kwamba hayo yote ni ubatili na kujirisha upepo. Kwa hiyo hawa ni baadhi ya wafalme ambao nimekutolea, ni baadhi ya viongozi ambao ukisoma habari zao na maisha yao unaona walimpenda Mungu, lakini walimwogopa Mungu. Maana neno linasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa na hekima. Hiyo ni muhimu sana. Ninasema hili kwa kiongozi yoyote ambaye anatawala taifa lolote anayenisikiliza. Ni muhimu sana, ama kiongozi yote anatawala jamii fulani. Ni muhimu sana kumcha Mungu. Lakini kanuni ya muhimu sana, unyenyekevu, ni kitu bora sana mbele za Mungu. Ukiwa kiongozi ukanyenyekea mbele za Mungu, Mungu anakupa kibali cha pekee sana mbele za watu. Na wale watu wanakupenda kama kiongozi wao, wanakuombea, wanakushauri mambo mazuri, na taifa hilo linabarikiwa na kuneemeka kwa sababu wewe umekuwa na connections ya pekee sana na watu unaoongoza. Lakini connection yako ya kwanza kama kiongozi inapaswa kuwa Mungu. Usijaribu kufanya moyo kukataa haya ninayoyasema, kwa sababu Mungu ndiye amekupa nafasi ya kuongoza. Iwe ni katika wilaya, iwe ni katika mkoa, iwe ni katika ngazi za kata, ngazi za kitongoji. Unapaswa kuelewa hii, itakusaidia na utafanya vizuri na utadumu. Na ndio maana tunaona wafalme wote waliofanya mema sana katika kipindi cha wafalme wa Middle East, waliofanya mema sana waliishi muda mrefu katika ufalme wao. Lakini wale waliofanya mabaya, wakina Manase ambao waliabudu miungu, walipitisha watoto kwenye moto, wakaamini mabao, wakaamini wachawi, wakaamini vitu vibaya, walikuwa ni machukizo mbele za Mungu na hawakutawala muda mrefu. Kwa hiyo ili kiongozi yote aweze kuwa success na taifa hilo kuweza kufanikiwa na Mungu aingilie kati, kwanza watu na kiongozi huyo, watu na mfalme huyo. Cha kwanza, kama ni taifa langu, ninasema wa Tanzania wenzangu na kiongozi wetu, tunyenyekee mbele za Mungu. Tukubali tunyenyekee mbele za Mungu, kuomba mbele za Mungu, lakini kutafuta uso wake, kuziacha njia zetu, kila mmoja kwa namna yake, kuacha njia yake mbaya. Lakini pia Mungu ni mwenye rehema, atatusikia kutoka mbinguni, atatusamehe dhambi zetu, naye ataingilia kati na kuiponya nchi yetu. Hizi ni kanuni za muhimu sana ambazo nimependa kila mmoja wetu aweze kuzisikia na aweze kuzielewa, na namna ambavyo tunaweza kushirikiana kwa pamoja kusaidiana. Ninaomba Watanzania tuombee sana rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan anapoongoza taifa letu, tumpatie ushauri mzuri. Lakini pia na rais wetu ninaomba aweze kuwa mnyenyekevu pia wa kusikiliza kama ni ushauri mzuri, maana wako watu wanaomshauri, wasiwe watu wabaya wa kumshauri vitu vibaya, kwa sababu kuna viongozi wafalme ambao nikiangalia habari zao, kwa mfano kama yuko mfalme mmoja nafikiri ni Rehoboam, badala kusikiliza ushauri kutoka kwa wazee waliokuwa na hekima zao, alisikiliza vijana, na baadaye
mambo yalikuwa magumu. Kwa hiyo Mungu akubariki unapoendelea kusikiliza hii, na tuendelee kushare pamoja na kulike